Rigathi Gachagua yalikuwa to rattle the snake ama vipi? Ama pia labda amepata deal nyingine kwingine. Wajua, lakini tuseme tu kweli. Kutokana na yale mambo Rigathi Gachagua alizungumza yalikuwa na uzito fulani. Alisema kwamba before the ANC and Ford Kenya join UDA, walipata kwamba they had already organized their house. Walikuwa wameshapanga kwamba kuna dereva, kuna turn boy, unaona. Kwa hivyo hao wengine wangekuja waingie kama abiria, angawaje pengine watakuwa na zile nafasi za kwao. Kwa hivyo ni jambo pengine lina uzito fulani na lina ukweli fulani, tukijua kwamba Rigathi Gachagua amekuwa ni mouthpiece wa William Ruto. Na vile vile kuna ule ujumbe ambao ulitolewa na ANC, kuna statement ilitolewa wakati hayo mambo yaliweza kuchacha zaidi, ambao walisema kwamba Kenya Kwanza coalition has not decided on the presidential and running mate candidates. This will happen and be unveiled at an appropriate time by our principal Musalia Mudavadi, Dr. William Ruto and Moses Wetangula. Kwa hivyo unaona kwamba kidogo kuna jambo ambalo ni fiche kidogo. Ukiangalia yale mazungumzo yake Malala, uangalie ujumbe ambao ulitolewa na secretary Simon Gikuru wa ANC, inaonyesha kwamba kidogo ni kama italeta issues. Na vile vile kutokana na ujumbe huu ni kama kwamba pengine ANC na Ford Kenya kuna yale ambao wanayatarajia, kuna expectation ambazo wako nazo ambazo ni kubwa zaidi pengine kwenye ule muungano wa Kenya Kwanza. And what if hizo expectations zao hazijafikiwa? Nadhani jinsi ambavyo umezungumza, wamesema kwamba waliingia pale wakijua president nani, running mate nani. What are they getting? Hilo ndo swali. Kwa sababu hawangeingia pale kama hawapati kitu ama hakuna position ambao wanapewa. Kwa hivyo nadhani mazungumzo, sijui kama wametia saini mkataba wa ushirikiano bado. Basi I think hiyo ni kutokana mimi sijajua, lakini najua bado. Najua kwamba hawajatia mkataba saini. Ni kule ushirikiano tu. Wakati ule wa NDC ya ANC walisema kwamba it's not bad, si vibaya kuinvite marafiki zao. So I think wasipo trade carefully, huenda ANC na Ford Kenya pia wakaondoka. Na wakiondoka sasa litakuwa pigo kubwa zaidi, na obviously tutaona kwamba siasa za Kenya zitakuwa zimeshift to one side. Kwa hivyo wasipochunga sana na haya mazungumzo, ndio maana nasema kwamba wakati unazungumza, fungua kinywa chako na wisdom na hekima. Na vile vile kuna jambo umezungumza kwamba pengine watatoka. Hapo kwa kutoka kidogo ninatashwishi. Kwa nini? Itakuwaje sasa? Wameingia, unajua ukitoka basi watakuwa wamejikaanga zaidi. Sasa hivi unajua ni kama kwa mfano nikupe mfano. Umeenda kununua nguo ama wewe ni muuzaji. Fulani akaja kununua nguo, akakwambia, ukamweleza na kuuzia shilingi 50, akakwambia la, mimi nakupa shilingi 40. Akaenda kwingine akapata nguo hiyo inauzwa kwa shilingi 100. Akarejea pale kwako. Utafanyaje? Sasa hivi utamuuzia na shilingi utaanza kumringia. Naam, utamuuzia na shilingi 100. Kwa hivyo utakuwa yeye ndiye amepoteza, unaona. Kwa hivyo wao kutoka pengine muungano ule wa Kenya Kwanza pengine kuingia Azimio haitawafaa. Pengine waanze wao wenyewe wani urais, unaona. Na hiyo sione kama itawezekana. Kwa hivyo ni jambo tu tunasubiria tuone. Na by the way, tukisema running mate wa William Ruto ametoka pale Mount Kenya. Na tuseme William Ruto deputy yake vile vile ametoka Western. Unaona ni wapi atafaidika zaidi? Unajua kwa sasa ningesema Mlima Kenya, lakini siasa huenda zikabadilika na siku, tukizingatia kwamba umeona the wave imeenda hasa after the NDCs za ODM, Jubilee pamoja na ule mkutano wa Sagana. Mambo yamejaribu kushift kidogo. Kwa hivyo as at now nitasema Mount Kenya, lakini in a few months time I don't know. Naam. Ni jambo la kusubiriwa tu. Alafu vile vile ukumbuke kwamba the Mount Kenya people, they said they want to be part of the government, you know. Hawajazoea kukuwa nje ya serikali sana. So whatever will move them, pengine kumpigia kura William Ruto na vile vile kusolidify ile base yake ya pale Mount Kenya, pengine ni kumchagua running mate kutoka pale. You know, at times hizi vitu they are realistic. Ndio amechagua kutoka Mount Kenya, what of Western?
Hapo ndio kuna kizungumkuti. Na ndio maana nasema unajua Mount Kenya inaleta a lot of things on the table and a lot of goodies on the table. Ukiangalia Western Kenya, hata kama sasa hivi atampoteza Musalia Mudavadi pamoja na Wetangula, unajua sasa hivi bado Raila anatamba pale, unaona. Lakini pale Mount Kenya William Ruto alikuwa sasa hivi sijafanya udadisi vizuri, lakini amekuwa akitangulia zaidi kwenye hizi polls and and some analysis zimekuwa zikifanyika hapa nyuma. Kwa hivyo meaning he will not lose the Mount Kenya people. Manake Western people hata akiwa lose obviously hizo wa lose watu na ni wachache ako nao pale, lakini Mount Kenya ako nao wengi. Kwa hivyo kutochagua running mate kutoka pale pengine itawakwaza wale wengine mioyo, and then they will back off from his camp. What if niongeze hii situation kwa equation kwamba labda kwa njia moja ama nyingine Moses Kuria asijiunge na One Kenya Alliance ile aingie Azimio, ajiunge na Kenya Kwanza Alliance? Will it bring another shift kwa siasa? Burudia tena Moses Kuria chama cha kazi kiamue kwamba sasa kwa sababu labda One Kenya Alliance imeingia Azimio, kiamue kuingia Kenya Kwanza, inaweza kaleta shift pale Mlima Kenya badala ya kuingia Oka ingie Kenya Kwanza. Naam, italeta, unajua italeta kwa upande wangu naona kwamba kidogo itasaidia zaidi William Samoei Ruto. Unajua Moses Kuria vile vile unajua how aggressive anakuaga wakati anatafuta pengine kura. Kwa hivyo kuingia na Kenya Kwanza basi itakuwa vizuri zaidi. And unajua tumekuwa tukizungumza kwamba kidogo whoever who will get a lot of votes from Mount Kenya region akona high chances of becoming the next president. So ikiwa akona unajua sasa hivi sijui kama imepungua kutokana na hii Sagana, kutokana na hii NDC zimefanyika weekendi, sijajua kwamba ile wave ya Mount Kenya imebadilika sana ama kidogo ama haijabadilika. Lakini I base my argument from the before, wakati tumeona hizi polls zinasema kwamba kidogo unapata Ruto ako pale 68, Raila ako pale 37, kuonyesha kwamba kidogo William Ruto akona usemi zaidi pale Mount Kenya, unaona. Kwa hivyo akiongezea kile chama cha kazi na Moses Kuria, basi unajua itamsaidia vyema zaidi. Naam. Kwa hivyo lakini kwa upande mwingine vile vile let's be honest, Moses Kuria kujoin One Kenya Alliance na Moses Kuria kujoin Kenya Kwanza, kwa upande wa Moses Kuria nani atafaidika, ni wapi atafaidika zaidi? Sijui. Manake akiingia One Kenya Alliance na maana kwamba ataingia Azimio, sio? Pia kwa serikalini. Na akiingia One Kenya Alliance naona vijizi mambo ya ndio utasema ameingia Azimio, ameingia serikalini, lakini atapata nini? Kwa sasa tunajua anatafuta ugavana wa Kiambu. Pale I expect kwamba kivyangu Moses Kuria huenda akiwa gavana huenda akahitaji kwamba mwaka 2027 akakuwa supported labda kutafuta kiti cha urais. Je, watakubali kumpa hiyo ukilinganisha kwamba unaangalia kuna vinara wengine ambao wametafuta kile kiti cha urais ambao hawajapata mpaka sasa hivi, hawajapata nafasi ya kuania kile kiti. Kwa hivyo pia ni swala ambalo unaweza ukaliangazia kwa upande mmoja, labda kama atakuwa anahitaji kurun for presidency 2027 wale wamwambie kwamba ndio you'll be free to run. Lakini kumbuka kwamba katika siasa kuna betrayal. Ndio utaambiwa sasa next ni wewe, lakini wakati ule ukifika unaambiwa kwamba kuna wale wazee kwanza wacha waingie kwanza watafute hiki kiti, alafu wewe uko bado na miaka kidogo. Mambo kama hayo. Vile vile unajua Masi, in as much as Azimio lake ni la mwaka 2027 ama 2032, vile vile it all starts from here. A journey inaanza na one step yenye una make, one stride. Sasa hivi anawania kuwa gavana. Na vile vile tukiangalia pale Mount Kenya, kutokana na analysis ama hizi polls zimekuwa zikifanywa, tunaona kwamba kidogo William Ruto pengine huenda akakuwa na kura nyingi zaidi kutoka pale Kiambu, sinaona? Specifically Kiambu, kwamba pengine wamemkubali zaidi. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo Moses Kuria akiingia Kenya Kwanza huenda ile safari yake ya kuwa gavana kidogo itakuwa a little smooth, ndio akiingia Kenya Kwanza. Naam. Manake kwa upande wangu naona kwamba ukiangalia Kiambu pale William Ruto kuna usemi, ukiangalia the polls zimepita hapa nini, unaona, ukizitizama za hapa awali. Na by the way sasa hivi hatujakuwa na polls tangia Sagana 3 and something, unaona. Kwa hivyo hatujui sasa hivi wave ikoje, lakini hapo nyuma tumeona kwamba kidogo Kiambu pale ilikuwa imemkubali zaidi William Samoei Ruto. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo Moses Kuria kuingia Kenya Kwanza kwa upande wangu naona kidogo itamfaa zaidi kuliko yeye kuingia One Kenya
Kenya Alliance, manake pale kuingia pale wanakiambu wanampenda Ruto na pengine they can favor him in that line kwa sasa hivi. Lakini kumbuka kwamba kuna gavana wa sasa James Nyoro ambaye pia atapigania kiti kile, na niliangalia taarifa kwamba Ferdinand Waititu pia ameenda pale kwenye koti kutaka mahakama isitishe kule kungolewa kwake mamlakani ili arudi ndiposa atetee kiti kile. Ni siasa tu ambazo zinaendelea kufanyika nchini Kenya. Lakini kumbuka kwamba nilitazama pale Jubilee imeunveil magari mengi sana ambayo itafanyia kampeni. Na je, wakiingia pale Kiambu wamkampenia yule ambaye atakuwa na kampeni kutoka labda ni Jubilee ama ODM ama ANC ama nini pale. Je, wave shift, unaona kwamba Moses Kuria kuingia Kenya Kwanza itakuwa imemfaidi? Unajua, in as much as we want to run away from ile design, like in Kenya people have changed, we vote for someone and his manifestos, but kidogo the party in which someone is vying for still at some places in matter sana. I remember like 2017 2013 people were voting as per the party wengi naona ngawaje kuna those wanafuata kwamba huyu ni Mercy, what does Mercy bring on the table and stuff, lakini bado kuna ile party effect bado iko hapa nchini Kenya. Kwa hivyo party effect also can affect the results of za mtu ama can affect the who becomes the winner in a certain region. Yeah. Ni mambo tu ambayo yanaendelea kutendeka hapo. Najua tutakubaliana kwa njia moja ama nyingine, lakini tunasema kwamba ndo maana ya mjadala, kuzungumza na kutoa maoni tofauti. Kumbuka kwamba tuko pale live on our YouTube channel AGR News. Subscribe na pia weka maoni yako pale ili tuendelee kujuzana na kuelimishana kwa njia moja ama nyingine. Na vile vile kabla ni muingize Orino Ntiri hapa aweze kutoa maoni yake kwake, Moses Kuria hapo jana alisema kwamba sijui kama naweza pata ule ujumbe lakini Moses Kuria alizungumza zaidi kuhusiana na kuungana na Oka. Unajua walikuwa kwenda Jumatatu jana ilikuwa waongee watie sahihi mkataba baina yao na One Kenya Alliance. Lakini tuliona kwamba kidogo ilisitishwa, manake Moses Kuria alitoa conditions za kwake akisema ikiwa you are going to join Azimio then I'm out. Hata jana usiku alisema kwamba on condition we are not joining Azimio, this condition will be in the coalition written agreement to be lodged with the registrar of political parties. Ndiposa pia pale na wanasema we agree to work together as long as Oka is not joining the Azimio coalition which is incompatible with myself and chama cha kazi party. Kwa hivyo akasema kwamba watafanya mkutano tena kesho kuona jinsi watamarch forward. Sasa hapo ndio pia kuna kizungumkuti kwa Oka kuingia Azimio. Naam. Ni Oka kuingia Azimio ama chama cha kazi kuingia Azimio? Oka kuingia Azimio, manake unajua wakisign ule mkataba itakuwa chama cha kazi itakuwa part of One Kenya Alliance hiyo. Na One Kenya Alliance itakuwa imeingia Azimio. Unajua washaonyeshana kwamba kidogo wanaingia pale Azimio in case. Unajua pia wako na conditions zake kuweza kuingia Azimio. Kuna ile walisema kwamba they want to form a coalition of 3 equals such that ukue na Azimio One Alliance. Unaona, in case wakikubaliana sawa watie sahihi, lakini bado kuna kuvutwa pale nyuma na Moses Kuria pia ambaye amesema kidogo ikiwa mnaingia Azimio then I'm out, but what is chama cha kazi sasa kwa One Kenya Alliance anyway? What kind of impact Moses Kuria ako nayo kwa One Kenya Alliance? Unajua, I think One Kenya Alliance inataka kupata uungwaji mkono sana kutoka Mlima Kenya. Kwa sababu already wako na NAK Kenya, alafu wanataka chama cha kazi. I think ni one way ya kuhakikisha kwamba pia wao wanakuja kwa Azimio la umoja with votes. Okay, and what if in my mind nafikiria na bado najaribu kuandika kwa mate kwamba waingie chama cha kazi kimeingia One Kenya Alliance na wamekubaliana kwamba they are not going to join Azimio and then we join Azimio, what will chama cha kazi do? Basi it will look for other partnerships anyway.
wakisha sign mkataba itakuwa ni vigumu. No, kusign mkataba wasign mkataba na One Kenya Alliance. Kisha One Kenya Alliance ingie Azimio. That is unaona Moses Kuria hapa amesema they'll not only sign a deal but there will be in the coalition written agreement to be lodged with the registrar of political parties. I guess hata ameona kidogo unajua in politics there is a betrayal. You can be betrayed anytime. Wanaweza agana ndio wametia sahihi lakini baadaye upate Kalonzo amesema bwana our party ama our coalition manifestos are anchored. Ataona kidogo ya Azimio na yetu they are on the same line. And by the way unajua kuna jambo ambalo limekuwa likitamba mtandaoni jana juzi. Kuna wakati Kalonzo Musyoka alisema in fact I'll be the most stupid person in Kenya if I join Raila Odinga. So watu walikuwa wanauliza so if you join don't you think you are the stupid person? Nilikuwa natazama kule trends kwenye Twitter na mitandao ya kijamii nasema kwamba sisi wa Kenya tunangoja tuone kama Kalonzo Musyoka ataingia kwenye Azimio la Umoja ili to prove point yake kwamba jamani yeye ako hivi na hivi jinsi ambavyo alisema pale. Kwa hivyo ni swala ambalo pia ni la kusikitisha lakini tunajua kwamba they can say one thing and the next minute they do another thing. Kwa hivyo it doesn't surprise me akiingia Azimio la Umoja. Na msijui tumuongeze Renon Tiri aweze kutoa maoni yake kwake kidogo tuweze kujadiliana hayo ya One Kenya Alliance na tuone kidogo yeye maoni yake ni yapi, itakuwa na uzuri upi ama ubaya upi. Kama mnanipata vema. Naam. Asante sana. Sasa kuna mambo mengine ambayo ni ya kushangaza wakati mwingine. Moses Kuria, jambo la kwanza ni kujiuliza ako na wabunge wangapi. So unapokuja mezani tunasema kama kawaida mkono mtupu haulambwi. Kwa hivyo lazima utuelezee tujue kwamba unakuja na wabunge wangapi na what are you going to bring to the table. So huwezi kuja useme I want to be an equal partner whereby you don't even have an MP. The same to Kalonzo Musyoka. He wants to go to Azimio awena as an equal partner. Saa zingine ni jambo la kuchekesha. Kwa mfano unaona Moses Wetangula vile wanaenda kwa Ruto wanataka kuwa equal partners. Saa zingine unaangalia unaona kama ni shere ama mchezo tu unaofanywa, yani kuchekesha. Kwa hivyo hata kama wanasema wakuje kama equal partners, kwa maoni yangu haiwezekani, kwa sababu they have to tell us what are they bringing to the table. Kwa upande wa DP Ruto, Mudavadi na hawezi ku procrastinate waseme tu, hawezi kufikiria waseme niko na Western yote mzima ile hali hawajaonyesha wako na nini mezani. Immediately wameingia UDA, vyama vyao watu wamedefect wakaunda chama kingine ambao wameingia like 3/4 of them. So you cannot have those people who say they are equal partners in a coalition mahali ambapo hawaji na chochote, labda wanajileta pekee na those promises kwamba tutaleta watu. Sasa ningekuwa TP ama ningekuwa Azimio ningesema kwamba nionyeshe hao kwanza unakuja na wabunge kiasi fulani, at least tuwe equal partners. Failure to we cannot be equal partners. No, we can agree yes, but we can't be equal partners whereby nikuje. Hebu angalia kama mnaanza biashara, mnasema nusu bidi nusu. Unaanza biashara kisha mtu mmoja unakuja na 1,000, mwingine anakuja na 200 na anataka mkue equal partners. Jameni, that cannot be. Kwa hivyo saa zingine hata kama hao naweza sema kwamba ni opportunists. Another thing, Moses Kuria chama chake anasema kwamba Azimio imeanza akiwa hospitalini, na anasema kwamba vile vile Kenya Kwanza imeanza akiwa hospitalini. Sasa kuuliza ni kwamba hiyo si hoja, lakini anaweza kuangalia kwamba watu wanaenda wapi. Azimio One Kenya Alliance wameashiria kwamba wanataka kuingia mkataba na Azimio. Kwa hivyo Moses Kuria anapokuja anasema kwamba on condition that you don't join them,
Kwa hivyo ni vile ameona kwamba anawajoin, kisha unakuja unamwambia ni condition that you don't join them. My friend, is not coming as One Kenya Alliance. Is coming as a party which is going to be swallowed again into One Kenya Alliance. So One Kenya will swallow it and then join the Azimio. So whichever that is trying to say ni kwamba anajaribu kushikilia mahali aseme, unajua mimi sikutaka kwenda, lakini kwa vile nilikuwa One Kenya Alliance sikutaka nilete utangamano kidogo. But I also want us to look at it in a different way. Na labda, what if One Kenya Alliance wako hapa ili kusambaratisha muungano wa Azimio? Wawadanganye hadi siku ya mwisho, saa zile wanaona kwamba watu hawaelewani, wamesema mahali tumefika hatuelewani, watu hawawezi kuaminika, we are going this thing solo. Unaona watu wanaweza kuwa wanatumika kiujanja janja, because when I was reading yesterday's papers ilikuwa inasema kwamba the connecting factor ni Gideon Moi. Kwa hivyo Gideon Moi ndiye anawashikanisha hapa kulingana na Daily Nation ya jana. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wengine bado wako na ugumu fulani. Kwa hivyo hawa wanaweza kuwa kwa upande mwingine, kwa fikra zangu my thinking kwamba they can be wanaweza kutumika etienda usambaratishie hao watu vile wanakimbia mara ya mwisho, you disappoint them and then wasambaratike, somebody else will pick the race. So finally you know that one also is so possible whereby unapata kwamba kidogo unajua in politics you can send someone kuenda in a different camp with an intention ya kwenda pale ku sell your agenda. After imekuwa pale uko pale aisambaratishe. It is very possible, but also kuna kitu umezungumza kuhusu the numbers. You know, One Kenya Alliance also bila chama cha kazi also maybe aina those numbers. You know, they also needed to bring something on the table and be like, now we can be equal partners now that we have this number of MPs, you know, these are our reach. Sasa wanasema kwamba kidogo wakiongeza chama cha kazi, unajua pia kitaongeza uzito. So Moses Kuria kutoungana pengine na One Kenya Alliance pia itafanya One Kenya Alliance ikuwe ni light kidogo when it is going to negotiate on what they are going to be given in this coalition. Sasa unaona uzito uji na uzito, yani wewe uongezewe uzito wowote, lakini unaongezea One Kenya Alliance uzito, hiyo ndio jambo. Lakini hata kama anaongezea, unajua that's what I was saying, you have to see anakuja na nini mezani. Uleta mtu if you can bring somebody, uleta mtu akona tuseme 200, uleta na mwingine akona 100, lakini wewe umepeana 1000, hiyo uzito imeongezeka kwa 300, lakini bado uko na 1000. You know, that is inequality. Kwa hivyo hawezi kuja, hata hawezi kuja mezani waseme kwamba because we know for sure that they don't have such numbers. They don't have such numbers. That's why unasikia wakati kama ulisikia the Grand Mula wakiongea na Professor Makau, walikuwa anasema labda huyu is an factor kwa upande wetu, na mwingine anasema is not a really big factor, without him we can win, but if it comes to our side we will win big. So anaweza kuwa labda kuna quota anakuja nayo, kwa sababu most people without him wamesema upande wanaegemea. Kwa hivyo ni kusema kwamba hata Moses Kuria wa join is trying to look for nilisema jana anatafuta dira, anatafuta upepo wala atakao fuata, kwa sababu if you can remember anataka kuwania vile umesema kutoka juu, anataka kuwania ugavana. You see, that's another thing. Na kitu amefanya, amewainvite au wote, aliwainvite Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Cyrus Jirongo na Kanu. Lakini last week tuseme what was he doing last week? Alikuwa wakati Ruto hakuingia katika maombi yake, alisema kwamba UDA wamekasirikiana, na vile vile akasema Azimio wamekasirikiana. And then when you come with conditions that, you know, mimi nataka kujoin hawa, lakini on condition that they don't declare so and so, ndiyo atakuwa. So how do you predetermine
something before you join and lay down the foundation, museme kwamba these are the rules tunatumia, and then if somebody wins, hata kama umutaki, if he wins fairly and is given that ticket, you can support him. That is what democracy is. Za zingine mtu anakuja na ile roho kwamba kama sio mimi, hiyo sio democracy. Unaona? So that is where the problem lies. So if we really want to join One Kenya Alliance, ameona One Kenya Alliance inaegemewa Azimio. Jana na mchezo kusema kwamba if you are joining sikuji. Aseme nimeona mna join na wajoin kwa sababu mna join, lakini let's lay down some regulations and our aspirations so that we can know what to do. Kwa hivyo, kwa maoni yangu, hiyo ni mchezo tu bado. Alafu unajua vile vile Masi, kuna mambo yale ambayo Moses Kuria aliyazungumza. Kwa ile homecoming party yake, aliweza kuzungumza kwamba in case William Ruto, kunradhi, in case Azimio will not pick in fact Ruto will not be even sworn in, there will be a coronation. Unaona, kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa anaona kidogo Kalonzo Musyoka they are headed Azimio. Akasema kwamba in fact the Azimio, the Raila and Uhuru and the Jubilee ODM, they really need the One Kenya Alliance. Na bado yeye mwenyewe hataki Azimio, na alikuwa bado wamekubaliana kusaini ule mkataba na One Kenya Alliance. Sasa naanza kushuku kidogo there must be maybe some conspiracy. Kuna vile kuna mchezo pale, na nasema kwamba huu mwezi wa Machi ambao tumeuanza leo, by the time unakamilika tutakao tumeshuhudia watu wakiondoka vyama wakiingia vingine, watu wakitoka miungano wakiingia mingine, na wale watu wengine ambao wamekuwa wakizungumza mambo leo anazungumza ili kesho the opposite of what they said, na najua kwamba they are trying to confuse me or to confuse the Kenyans. Najua kwamba wakati labda Moses Kuria alikuwa na azma sana ya kuingia kwenye Kenya Kwanza Alliance, kabla hajaingia kwenye kabla hajarejea nchini, but mwisho wa siku baada ya kusema kwamba labda Azimio la Umoja ama Kenya Kwanza Alliance ilitengenezwa kama hayupo, akaingia nchini na bila shaka labda akaanza kuzungumza vibaya, hasa baada ya wao kusema kwamba labda vila wako kuja kwenye ule mkutano wa Thanksgiving. Kwa hivyo najua kwamba bado chama cha kazi pia it's playing hard to get, jinsi ambavyo Oka imekuwa ikiplay hard to get. Naam. Sijui Orino Ntiri uko na gani ama ni nini unazungumzia kuhusiana hayo? Manake kuna sielewi. Na unajua sasa hivi kwa kwamba kuna ile ambalo Orino Ntiri amezungumza kuhusiana the betrayal, you know, will be the worst betrayal in the Kenyan politics now that One Kenya Alliance ingia Azimio, and then later on tupate kwamba they have betrayed the Azimio. It will be a big blow. Sijui unaepia kuongezea? Kile naweza kusema ni kwamba hawa ni wanasiasa na tumewajua, and we still keep learning much from them. Kila wakati tunaenda kujifunza mambo mengi kuwahusu. Wakati mwingine wanaweza kuaminika, wakati mwingine hawawezi kuaminika. Kwa hivyo ni kupatisha tu. Hii ni kama karata. Mtu anakuchezea, anacheza na akili yako kidogo, akiona amekushinda ni sawa. Akiona kana kwamba umpei nafasi, sasa anatoroka. Mfano tuangalie kama mfano bwana Omingo Magara amekuwa kipaumbele akimpigia debe bwana DP, na hatujui ni kipi kimetendeka. Juzi ulimuona akisema kwamba mimi sasa UDA sipo. Kisha unamuona Sudi akijitokeza anasema pana, unatoka kwa sababu of your selfish ambitions. Na mwingine anakuja anasema unajua wewe sio msemaji wa UDA, Hussein Mohamed hiyo ndio kazi yake. Mambo kama hayo. Sasa hao watu unaona
si ajabu upate bwana Magara akirudi tena, ama vile vile akienda upeke aseme mimi chama changu kiko independent, akimo mahali popote. Lakini kama anakumbuka siasa kutoka nyuma, kumbuka huyu ni jamaa ambaye amekuwa hata amekuwa na kina Raila, akatoweka akaenda kujiunga na bwana Nyachae kidogo kidogo, akasema sasa mimi niko upande huu. Sasa kama tutaongea naye hivi karibuni atuelezee mengi, lakini jambo anasema ni kwamba unaona hawa ni watu ambao ulikuwa unaamini kwamba hawawezi kutoka. Si ajabu leo ni tarehe 1 mwezi wa 3. Wacha niseme kwamba si ajabu bwana Osoro ambaye ako mbele, mstari wa mbele sana kwa DP, upate anajiunga na chama kingine atoke na yeye. Kwa hivyo tumezoea haya, vile tulisema 2 weeks ago, tulisema after party nominations, that's when we can really talk about how wanaelekea wapi. Lakini kabla ya nominations hatuwezi kujua. Maana umeona bwana Wanjigi amekimbia kule, anasema yeye ndio anatafuta kuwa kinara wa ODM flag bearer, anakimbia kisha anafika mahali anaambiwa you are not even a delegate, you are just a member. Anafika huko kwa gate anaambiwa jamaa you are trespassing here, you are not even a member. Unaona mambo kama hayo. Mwishowe sasa wana ODM wanapitisha, wanampa bwana Raila wanampa hiyo ticket. Wanamchagua. Kwa hivyo watu kama hawa unakimbia unatangazia, ni kama jamaa ndugu zangu, marafiki zangu nimeona kwa mfano wakipigania ugavana. Kwa mfano unajua kama Kisii, unajua bwana Ongeri ndiye senator ni wa ODM, na unaona mtu ambaye ako kipaumbele sana kupromote ODM mahali kwingi ni bwana Simba Arati, na wote ni wa ODM. Na unaona bwana Obure amejitokeza na wengine, kila mmoja anataka kupigania hicho kiti kutoka ODM. Sasa the best instance ni wakati ambapo watafanya uchaguzi, waseme kwamba tumepatia fulani au flag bearer wetu kwa gubernatorial seat ya Kisii. Huo wakati kama watampea Simba Arati, ndio tuone bwana Ongeri ataenda wapi. Kama wakimpatia bwana Ongeri, tuone Simba Arati ataenda wapi. Hapo ndipo tutazungumza vema, tuseme sasa siasa ndio imeanza. Sasa hizi kila mmoja anafanya ile, kama nilifanya agriculture kitambo walikuwa anasema broadcasting sio hii tunafanya wakati ambapo unaenda shambani, you want to sow your seeds, alafu unarusha ingine hapa, ile inakuwa ndio hiyo mzuri. So that's what they are doing right now. Unajua kuna jambo ambalo linani sijui nisemeaje, manake this like Magara amekuwa ni mtu nimemsikia mara kadhaa kwenye miungano ama kwenye mazishi, mikutano mbalimbali hapa Kisii, akizungumza kuhusu William Ruto. Anasema mimi hata msiponipatia kura, lakini mpatie William Samoei Ruto. Sasa hivi atabadilisha, sema sasa unajua nienda nikabadilisha watu wangu. Sasa Raila Amolo sijui itakuwaje. Manake vile vile hata kama anasema, unajua alizungumza kuhusiana na demokrasia, akasema kwamba kwenye ile chama ama kwenye kile chama hakukuwa na demokrasia. Kidogo vile vile nikaona Sudi akisema hapana, haikuwa hivyo. Alitoka pale sababu alikuwa anataka a direct ticket na alikuwa anataka kwenda nominations. Sijui sasa pale ukweli ni upi, ingawaje kuna wenye pia walikuwa namkashifu Oscar Sudi akisema kwamba yeye si msemaji wa UDA. But sasa yeye kutoka pale kuingia Azimio kwa upande wake, kidogo itamfaidi ama kidogo itamkanga zaidi kisiasa? Itamfaidi ikiwa hata jiunga ama hata jibwaga uwanjani kupigania ugavana kila ambacho anataka, kwa sababu tayari ODM wako na watu wao, na Azimio aswa the larger investor kwa Azimio, yule ambaye ameweka the larger percentage ni ODM. So hata akija, that's the same question I was asking about Kuria na Oka principles. What are you bringing to the table? Unaleta nini mezani? Uwezi kuja na chama tu title unasema mimi nimekuja na chama changu. Uko na wabunge wangapi? MCA wangapi? And then so what are you bringing to the table? Uwezi kuja na jina tu, you are not a quasi party na tunatumia jina lako tu kugain. You see, that's what I'm saying, kwamba akija labda atafaidika kumarket chama chake, asema hata sisi tuko Azimio, ukichukua tiketi yetu kwa hivyo bado uko ndani.
afaidike, lakini kusema kwamba ataweza kupigania ugavana kupitia chama chake akiwa Azimio, hiyo naona haitaenda vizuri kwake. Afadhali akae independent, kwa maoni yangu, akae independent na chama chake. Kama anataka kuwania ugavana aende mpaka mwisho. Lakini la muhimu sana, alitoroka ODM akisingizia kwamba hakukuwa na demokrasi. Na sasa ametoroka UDA akisema hakuna demokrasia. So sasa how will he to charge him as my friend? And by the way, he's my friend. By the way, you know, at times kuna watu they do the political prostitutions na bado inawafaa. Lakini kwa mfano in this case ya Magara, you know, niliona the speech alisema kwamba now that there was no democracy in UDA, it was derailing his ambitions, and sasa ataangalia another place ataingia ili ahakikishe ambitions zake zimeweza kutimia. Na ambitions zake kawaida alikuwa ataka kuwa gavana, na gavana hapa tuko na wengi zaidi kutoka chama cha ODM wa Azimio kwa jumla, kwa huo muungano. Kwa hivyo itakuwa kidogo kwa upande wangu, ikiwa bado anaenda kuwania kiti cha urais, bado atakuwa amejikaanga, atakuwa amejikaanga kisiasa. Lakini ikiwa anataka ku strengthen the party kidogo, atakuwa amefaidika, though vile si sana, manake there are a lot of parties pale Azimio. How will he get, maybe sijui, lakini unajua is all about interest. Sijui Masi utasemaje? Nadhani katika siasa tutashuhudia kitu ni kitakita somersaults mingi. Watu watakuwa kwenye muungano mmoja wanaondoka wanaingia miungano mingine, na vile vile sijui yeye alinominate fanyika jua kwamba hakuna demokrasi katika nomination. Kwa sababu the only place unaweza kusema tumeshuhudia nomination ni hivi vyama vingine, sivyo? Lakini kwa sasa hivi kwa huu uchaguzi hakuja kuwa na nomination pale kwenye chama cha UDA. Kwa hivyo nadhani labda amepata deal mzuri ule upande mwingine. Lakini tukizungumzia swala la kuwa gavana wa county ya Kisii, bado sidhani ni rahisi, kwa sababu kuna watu wawili ambao wanatoka eneo lake, kuna wawili ambao wanatoka Bobasi na Nyaribari na wengine wengi. Kwa hivyo nadhani bado ni swala gumu sana ukizungumzia yeye kuwa gavana wa Kisii County, na hasa akiingia ODM ambapo bado ina watu wengi sana, viongozi wengi ambao wanatafuta ile tiketi ya kuania kiti cha ugavana. Naam. Vile vile unajua kuna jambo ambalo Renonti alizungumzia. Kuna mwenzetu pale pengine utamuingiza aweze kutoa maoni yake, aseme kuhusiana na kutoka kwa Magara pale hapa Kisii, ama sema county ya Kisii kutamfaidi ama hakutamfaidi, na vile vile kutakuwa na implication gani kwenye chama cha UDA kizima. Lakini nataka kucomment about Renonti. Kuna yale amezungumza akisema kwamba kidogo huenda ukapata hata Silvanus Osoro vile vile, ambaye tumemwona akiwa mstari wa mbele zaidi kumpigia upato William Samoei Ruto katika eneo la Kisii. Huenda pia ukapata hata yeye amengoka, ndio atang'oka. Lakini sasa niulize tu swali. Hapa Kisii tumeona William Ruto amekuwa akitembea zaidi. Amekuwa akifanya inroads kwingi zaidi sehemu za Kisii, akichangisha wanabodaboda, mama mboga, lakini bado Kisii hajaishika viganjani mwake. Kisii zima kidogo hii ni kutokana na usiniulize nimejuaje, ni kutokana na utafiti na analysis na polls ambazo zimekuwa zikifanya recently. Inaonyesha kwamba kidogo Kisii watu wengi wanamkubali Raila Odinga kumliko William Ruto. Kwa hivyo unajua is all about jinsi tumeshinda kusema kwamba what are you bringing on the table. So meaning kidogo even if Anthony Kibagendi alitoka UDA, even if nani huyo Magara ametoka UDA, even if Silvanus atatoka vile vile, haita cause a big difference kwa chama cha UDA hapa Kisii, manake Kisii kidogo ni ngome ya Raila. Nadhani Silvanus Osoro akitoka basi itakosa tofauti kubwa. Kwa sababu at least tunajua kwamba labda watu wengi sana wamkubali, lakini kule kwa wanakubalika. Na vile vile kuingia kwa Magara kwenye Azimio na Kibagendi kutoka pale kuingia kwenye Azimio, ndio
sidhani pia wana usemi mkubwa, wako na numbers kama ulivyosema pale awali. Already Raila Amolo Odinga ako na numbers pale Kisii. Kwa hivyo kuja kwao sidhani kama kuna cement zile numbers zote zitoke kule upande mwingine. Ndio, sijakataa kutakuwa na difference, but haitakuwa kubwa kwa chama kizima, unaona. Manake nasema kidogo, unajua kungekuwa na difference kubwa ni kwamba Silvanus Osoro has really worked. Amejaribu zaidi kufanya kazi kumtetea William Ruto. Umeona mara nyingi zaidi akigongana kimaneno na waziri wa masuala ya ndani Matiang'i. Huyu ni mtu wa nyumbani, lakini wakwao nyumbani, lakini bado walikuwa nazozana. Kwa sababu gani? Anataka kumpigia upato zaidi William Samoei Ruto. Kwa hivyo kutokana hayo yote wamekuwa kifanya hizo kampeni zote, na gundua kwamba kidogo Kisii as a county haijamkubali zaidi William Ruto, memkubali Raila kwa sana, sio? Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo hata wakingoka bado itaonyesha kwamba kidogo haitaleta, ingawaje kutakuwa na ka difference kidogo, lakini haitakuwa kubwa. Ndio umesema vizuri, lakini kumbuka kwamba wanasema vindu vichenjanga we still have some time to the elections, na bado labda wakitoka kule ugaibuni ambapo wameenda kwenye ziara zao, wakija huwezi jua watakuja na strategy gani, huwezi jua watakuja na promises gani. Kwa hivyo najua ninadhamiria kwamba kutakuwa na shift from A to B, from B to A, wakati sasa kampeni zitarejelewa kabisa, wakati tushajua running mates and stuff, najua mambo yatakuwa pia vitofauti kidogo. Namuona pale Orino Ntire anachisogesha kidogo ili aweze kuzungumza, lakini sikupi nafasi sasa hivi. Pengine kuna mwenzetu pale tutamuingiza, kisha tutamkaribisha Orino Ntire vile vile atoe maoni yake. Na msijui kama unatupata. Huyu ni kama sijui nimemwona pale. Edu nakupata vizuri. Naam, kutoka pale chama cha UDA unaona kwamba italeta effect yote kwenye chama cha UDA, na vile vile inaweza msaidia yeye kama mwanasiasa, ama kidogo wamejikanga? Kutoka kwa UDA kidogo imeshamkaanga tayari, sababu Kisii governorship tayari ni kama ishajulikana, lakini sasa yeye kutoka Ominga Wangara pale ni amejikaanga mwenyewe. Sidhani kama kuna usemi zaidi Kisii. Though pia ni pigo kwa UDA kumpoteza Ominga Wangara, sababu ukiangalia ungaji mkono wa UDA si mingi sana, si watu wengi sana wanaomuunga Kisii kwa sasa. Kizima kwa nisemaje, chama cha UDA at large, unaona kwamba kutoka pale kulileta effect kubwa? Sorry? Niweko hewani. Nauliza kwamba kutoka kwa Magara kwenye chama cha UDA kunaweza leta effect kubwa kwenye chama kizima? Kabisa. Kwanza yeye ni mwandani wa chama ya UDA kabisa, lakini ile madai yake ya demokrasia kidogo na sikubaliani nayo kabisa, sababu kwanza hatujaona uchaguzi yoyote imefanyika tuone kama ukweli hakuna demokrasia katika chama cha UDA. Vile Oscar Sudi aliposema Chapo si msemaji wa UDA, nadhani alimjibu kwa sawa kabisa. Hatujaona uchaguzi ukifanyika, so hiyo mimi kwangu sikubaliani na Ominga Wangara hapo kabisa. Shukran za dhati. Vile vile Masi, ukiangazia kwenye kuna picha ambayo naibu wa rais aliweza kuiweka mtandaoni akiwa katikati mwa Magara na vile vile na anaitwa nani, Machogu Ezekiel. Unajua wanasema kwamba a photo is worth 1,000 words. Pengine kwa mtazamo wangu nilikuwa naona kwamba kulikuwa na mazungumzo pale, aidha wakaelewana pengine waende nominations, ama wakaelewana mmoja aende kiti fulani mwenzake aende kiti fulani, sio? Wote walikuwa wa UDA.
Kwa hivyo sijui hii demokrasia part of it itakuwaje unless tulete Magara hewani yeye mwenyewe aweze kutuambia, sijui tutamtafuta tumlete aweze kutuambia hii demokrasia anayoisema. Na vile vile unajua imekuwa kwamba ni wimbo, manake alipotoka pale ODM alisema demokrasia ni demokrasia bado sasa. Wengine kuhusiana na jambo hilo Rinonti aweze kuhitimisha, tuende kwa jambo jingine. Najua siku ya hapo jana, hapo sasa tunaweza kusema jana, lakini kwenu hapo ni juzi. Hata hapa sasa imefika saa 6 usiku, kwa hivyo tunaweza kusema kwamba juzi. I think I was reading the Star, ilikuwa inasema on Sunday, Magara denied claims that he had quit as his name filled the social with claims of resignation from the party. Saa zingine watu wanafikiria kwamba he had resigned and was about to join the Azimio la Umoja movement. Unaona, hayo ni mambo kawaida tu. Unajua mtu anasema mimi sipo, wakati mwingine anasema nipo, na tunaona wakikutana kule Kisii, ikisemekana kwamba he has announced, na nimeona Nation leo imeandika. So saa zingine this is the trend. Saa zingine mtu anarusha jambo moja, he tested the waters, anaona mambo watu watachukulia hili jambo namna gani, na finally anakuja kusema sasa mwananchi amesema, anakuja kusema kwamba watu wameniambia. But that is the trend. What I can say ni kwamba is survival for the fittest. Unajaribu uwezalo ili uweze kujinufaisha. Sasa unaona jamaa mmoja anataka afike mahali alikuwa anataka mapema. Sasa the journey, hata njiani kuna speed limit ile unaweza kwenda kwayo, kuna pumps, kuna kila kitu. So wanasema ukitaka kwenda haraka enda peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali enda na wengine. Kwa hivyo kama alikuwa anataka kwenda haraka, haya basi hiyo itamshinda, kwa sababu haraka huwezi enda na wengine haraka, utaenda peke yako. Lakini kama alitaka kufika mahali alitaka kufika, ataenda na wengine, aidha atafute Azimio ama atafute UDA. Na hili ni jambo ambalo it has been tested. Unaona 202 was a litmus test, na ilifaulu kwa sababu previously walikuwa wamejaribu kila mmoja na pigania anagombea kiti cha urais, kila mmoja kando, wakaona vile Moi alichukua wakati mwingi kuwa katika hicho kiti. Kwa hivyo when they tried 202 wakasema we cannot repeat the same mistake we have been doing. Sasa walipofanya hivyo wakafaulu. So through that test, hiyo experiment ilifanywa ikafaulu. Sasa wanajua kufikia sasa it will be so difficult kwa mtu mmoja kusema Ontiri nataka kuwa president, nikuje mara moja peke yangu, hata niko independent, chama changu nikimbie mpaka mwisho nikuwe president. Haiwezekani, because siku hizi na ni kweli we are multi ethnic culture, na kila mtu siasa sasa tunasema hakuna ukabila, lakini siasa kwa sasa inapigwa kikabila, na there are so many factors that one has to consider. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kweli nakubaliana na wenzangu kwamba siasa ina change kila wakati. Kwa hivyo anapima upepo, na anaweza kusema kwamba mimi siku yasema hayo, ama vile vile angojea hadi mwisho aseme nimeona hakuna demokrasia, sitauliza, but I'm supporting so and so. So we never know. Tungoje tu nominations zote ziishe, and then those who will remain, then we can make a good judgment on whether they'll go to the ballot ama watafika hapo karibu tu wakufe moyo waache kukimbia. Shukran za dhati, na vile vile kuangazia yale ambayo yameendelea kuchacha zaidi kuhusiana na ile jambo ambalo Rigathi Gachagua aliweza kuzungumza. Vile vile nimeona Boni Halwale ashaongea sasa hivi kwenye mtandao wake wa Facebook akisema kwamba appointment of a running mate in a presidential election is strictly the prerogative of the presidential candidate. Emergence of any protagonists within the Kenya Kwanza alliance on this matter should be ignored or treated as purely academic.
Naona kwamba jambo hili kidogo ni kama linaendelea kuzua utata zaidi kwenye chama cha UDA. Naona kwamba haswa au viongozi wanao muunga mkono William Ruto kutoka pale eneo la Western wamechacha kweli kweli kusana yale ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuzungumza. Tulimwona ANC walitoa ujumbe, ndio huyo Boni Halwale niliona Malala akizungumza. Kwa hivyo sijui jambo hili litatatuliwaje. Nadhani kama hawatafikia kama hawatakuwa na maafikiano huenda sehemu moja ikajiondoa. Kwa sababu pale Mlima Kenya wanahitaji the running mate. Pale Western Kenya that is the only thing wanaweza patiwa pale ANC apart from other positions. Kwa hivyo iwapo I said this earlier kwamba UDA or Kenya Kwanza will choose a running mate from Western Kenya, basi unless they give wale viongozi wa Mlima Kenya something else that has a similar match to the running mate position. Vile vile kama running mate atatoka Mlima Kenya, basi what of Musalia? That is what people will ask, by the way, sindio? Kwa hivyo ndo unapata kwamba either way kuna vile they will lose support from one side unless kuna njia nyingine ambayo wanaweza wakagawanya yale mamlaka ama wapatiwe position nyingine ambayo it has an equal match with the running mate position. And Masi, mbali na hayo nataka kuuliza swali tu. Ikiwa One Kenya Alliance haitajiunga na Azimio, what will be the effect? Kwa Azimio waende peke yao ama waunge muungano mwingine Kenya? Okay. Tuseme wasiunge muungano, wajisimamie wenyewe. I think kutakuwa na pigo kwa wale watu wa Azimio ambao sasa hivi wanajua kwamba zile kura za pale Ukambani wamezoa asilimia tuseme zaidi ya 70. Lakini wasipojiunga nadhani itakuwa pigo kwa One Kenya Alliance. Vile vile kumbuka kwamba pia anaitwa Cyrus Jirongo anatoka kule mlima magharibi mwa Kenya. Nadhani akijiondoa pale sasa itategemea wanaingia wapi. Kama watajisimamia basi inamaanisha kwamba zile kura za Ukambani zitagawanywa mara 3. Kura za magharibi zitagawanywa mara sijui ni 2 ama 3 ama zaidi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba vyama vyote ama miungano yote itakuwa imepoteza kwa njia moja ama nyingine baadhi ya uungwaji mkono. Naam. Manake there's a possibility wasiungane na vile vile there's a possibility waungane. Kwa hivyo we want to look at both sides. Wao kuungana na Azimio itakuwa imewafaidi zaidi wana Azimio, manake they need the Ukambani votes. Na vile vile tushazungumzia hili lakini mulikuwa wazito kwangu japo kuna ukweli fulani. Ukambani Kalonzo bado ana usemi zaidi kuliko wale magavana watatu, kumbuka. Bado napinga. Bado kunao na vile vile ukiangazia yale mazungumzo yake Moses Kuria vile vile anaweza kupatia mwanga kidogo. Kuna kile ambacho Kalonzo anacho pale kuliko wale watatu. Maana kumbuka alisema kwamba Raila Odinga really needs Kalonzo Musyoka. He really needs Kalonzo Musyoka. Unaona? Maana ukiangalia vizuri anahitaji ili cement ile Ukambani, but so far bado ako na votes pale. Hasa kutokana na wale magavana watatu, because every governor kule Ukambani ako kwenye Azimio la Umoja. Anamhitaji yes, lakini ile cement ajue kwamba this region is mine sasa. Nitapata 70-80 na kadhalika ya kura. Lakini kwa sasa Azimio is still okay without Kalonzo. And haya sijui Ridon anasemaje, lakini what if asijoin Azimio? Naona bado kuna kashida kidogo. Manake the Azimio they really need the Ukambani votes, remember? Unajua asipo join Azimio so not only the Ukambani votes, kuna votes za Moi, kuna votes za Martha Karua, and then asipo join Azimio there will be votes za Moses Kuria za chama cha kazi. So at least kutakuwa na pigo ukijumuisha zile kura ambazo One Kenya Alliance itakuwa inaleta kwa Azimio. Naam, sijui Rino Ntiri kuna lipi la kuongezea hapo? Labda Kalonzo atoke aende kivyake. Lakini there is no way
Kwa maoni yangu, mambo ni kangaja huenda yakaja, lakini vile wameashiria there's no way Gideon Moi anaweza kaenda akajoin kambi ya Ruto. Kwa hivyo Jirongo, unakumbuka vile mazishi alitendeka mahali fulani, mambo ambayo alikuwa ameyaongea na ule usemi wake kutoelewana kimawazo and so many principles, ideologies hawaelewani kabisa. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba wanaweza wasiende kule. If they don't join Azimio, they'll go it alone. Maana hawata join UDA, they put it clear. But I also want to remind you that Kamba leaders waliambia Kalonzo if he's going to pack, that was last year, kama ata support Raila walimwambia he will go it alone, hawata enda na yeye, watamwacha aende peke yake. So saa zingine umeona Kalonzo akiwa na setback hata kwake. Wakati mwingine ndio tunauliza how many votes does he hold in Ukambani. That's why we were very keen on asking that question, because even with him being a presidential candidate, these other candidates can garner a lot of votes from his region. When you see Charles Ngilu has been a presidential candidate, unaona Kivuta alitaka kuwa presidential candidate, unaona bwana Chapchap ametaka kuwania urais. Kwa hivyo hawa sio watu tu wachache utasema kwamba hawana usemi wowote. They have their own, and you can see the masses that they wanakusanya pamoja wakikuja. Nimeona governor professor akiongea hapo jana. So these are not people you just underrate. Ni kusema kwamba yes, akona usemi, lakini kila mtu akona usemi wake na akona umati wake. A very good example, these governors went to their own parties, wakasema we really don't care about Wiper. Wiper was very prominent in Ukambani, but they made it. They made it. So you cannot say that hawana usemi. If they didn't have, ingesemekana kama if you are not in Wiper, huwezi chukua kura, then tungejua kwa hakuna usemi. Lakini using that tukitumia mfano huu ni kumaanisha kwamba yes, akona usemi lakini ana Ukambani yote. Just the same way unaweza sema kwamba kiongozi fulani akona usemi mahali, lakini unapata bado kuna MPs. Kwa mfano unaweza sema for instance somebody says that Kisii county ni ODM pekee, lakini kuna there are some other people that are elected MPs from other parties which is against walikuwa wanapigana na ODM. Kwa hivyo you cannot say kwamba hii ni ngome ya mtu fulani. Siasa imebadilika na mambo yanaendelea kubadilika. Kwa hivyo langu ni kwamba bwana Kalonzo ako na usemi, lakini ikiwa wale magavana wengine watajitokeza na wafuasi wao, then that will as well be a determining factor. Labda yeye ameona kila mtu ametoka anasema sisi tunaingia hapa, amepaki peke yake. That's why we ask, what are you going to bring to the table? Usije tu na chama na senator mmoja useme that uko na usemi. Give us what you are going to bring to the table, so that if we are equal partners, I'm forming a company. In my company, I have shares. Niweke 700 shares. Na wewe unakuja na shares 300. We cannot be equal partners. We can only be partners, but we have a ratio. So let him come with his ratio. Tuseme kwamba umekuja na ratio yako 200 na mimi nimekuja na 800. So that is our ratio in our partnership. So that we know in case of any dissolvency, that is how we solve our issues. That way tutaelewana. Right. Asante sana bwana Ontiri. Naona muda umeyoma kidogo. Sijui tutakimbia break. Tuenda kia break kwa dakika chache tu, tutarejea ili tuweze kuangalia mawili machache kabla ya saa 4 kufika. Naona hapa zimesalia dakika 24 iweze kugonga saa 4 majira Afrika Mashariki.
Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 07901786. Right, mpenzi mtazamaji, karibu tena. Kumbuka unaweza tupata mtandaoni katika mitandao ya kijamii. Facebook unatupata pale kama AGR News ama Ababusi Global Radio. Tuko pale YouTube, na kufika pale YouTube tafadhali unaweza kusubscribe, vile vile unaacha comment yako pale ili uweze kutusupport kwa njia moja au nyingine. Vile vile kumbuka kwamba application yetu unaweza ukaipokea ama ukaipata pale Google Store. Download application ili utusikize kwa saa 24 siku 7 kwa wiki. Na vile vile nakumbusha kwamba tuna huduma za kukuwekea mipango ambayo uko nayo mbashara pale kwenye mitandao ya kijamii. Kama una harusi, kama una mazishi, kama una birthday, kama una michango na aina yoyote ya mipango, unaweza ukazungumza nasi ili tukuwekee moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook pamoja na ule wa YouTube, ili wale wengine ambao hawezi wakafika na kuhudhuria wajiunge nawe kwa njia ya kipekee. Sasa basi, shule zilifungwa. By the way, kuna shule zilifungwa Friday last week. Wiki hii shule zinafungwa mpaka Friday kwa sababu ya kutoa nafasi mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE ifanyike. Ningependa tu Edwin upatie wasia wale wanafunzi ambao wanakuja nyumbani kutoka shuleni. Waambie tu jambo moja. Kwa wanafunzi ama wazazi? Wanafunzi kwanza. Wanafunzi. Naam. Kwanza ningeanza na wazazi. Kwa wazazi tafadhali, wanafunzi wakija pale nyumbani, inabidi umejua mtoto wako ako mahali fulani, ako wapi. Manake siku hizi utashtuka tu mtoto wako ameingizwa kwenye mihadarati, ameingia prostitution bila wewe kujua, na baadaye utakuja kujiuliza mbona nilegea kazini. Kwa hivyo ametoka pale shuleni, na ukitoka pale shuleni kuna mengi ambayo in fact they wanakuwa curious sana. They are always curious. Kwa hivyo take care of your kids, jua mahali na nilisikia siku nyingine ukiwaambia kwamba hapa kuna ile tabia ya kitambo ile, mtoto ametoka shuleni na mtuma kwa shosh, anaenda kwa auntie. Tafadhali, mambo ya kutuma watoto huwezi jua anaenda kufanya nini pale. Your sister ama your mother cannot take care of your kids so well like you can. Kwa hivyo tafadhali, linda watoto. Na watoto vile vile kama uko pale nyumbani, nidhamu. Usiwe curious kuharibu maisha yako. Usije ukaona mtu amelewa pale na ukatamani kwamba nitafanyaje pia mimi nilewe. Na vile vile huu ni wakati wa siasa. Watoto wasi wakipita barabarani nini, unaweza kukumbana na mikosi. Kwa hivyo take care. Kweli kabisa. Basi wazazi, wanafunzi, sijui kama nasikika kweli, lazima hakikisheni kwamba labda mnahakikisha kwamba mnalinda watoto wenu. Nilizungumza swala hilo hapo jana, kwa hivyo sitarudia tena, lakini wanafunzi kweni na nidhamu pale nyumbani. Kukimbia hapa na pale, tuko na miezi michache tupige kura
kwa hivyo hakikisha kwamba unakaa karibu na mtoto wako, mzungumzie na uhakikishe kwamba kila kitu kiko shwari. Tukiachana na swala hilo, by the way, waziri wa elimu Profesa George Magoha alikuwa amezungumza sana kuhusiana na wale wanafunzi ambao wanakalia mitihani ya kitaifa pale maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia utovu wa usalama, akihakikishia wazazi na walimu kwamba watahakikisha kwamba wanafunzi hao wanakalia mitihani yao ya kitaifa. Mwisho kabisa ni kutoka kule Ukraine, kabla tujaendelea kuzungumza mambo zaidi, lakini swala hilo ningependa ni mwachie mwenzetu kutoka kule zile studio za azungumzie kuhusiana na swala la vita ambavyo vinaendelea kule Ukraine. Naam, asante sana. Tumeona kufikia jana ni Umoja wa Mataifa ukiketi ukizungumzia hili jambo, European Union ikikaa kulizungumzia. Nikaona Canada wamesema kwamba watasaidia kadri wawezavyo, kwa sababu if there are some boundaries that were put there, na mtu mmoja anakuja anasema mimi ni mtu mkubwa, huyu ni mtu mdogo, nataka kung'oa boundaries zake. Kwa hivyo wakasema hayo hayawezi kuendelea, and there must be sanctions and watu wawajibike. But la muhimu ni kwamba kumbuka ile mapu nilipeana jana, nilikuwa nimeashiria kwamba Ukraine hawakuwa wanachama katika Soviet Union, hawakuwa wanachama katika NATO, hawakuwa wanachama katika European Union. Sasa hapo jana Rais Zelensky ameweka mkataba, he signed na akasema urgently considers to join you as European kwa European Union. Na hiyo inampa nguvu zaidi kwa sababu sasa hiyo inawapa fursa European Union kuingilia kati, kwa sababu that's one of their region now. Ikiwa watakubali, that will enable them to come in. Hapo awali tulielewana na tukasema kwamba European Union hawezi kuingia ndani kwa sababu Ukraine si mshirika, na Marekani hawezi kuingilia kwa sababu si mshirika wa NATO. Tukasema NATO hawezi kuingia kwa sababu si mmoja wao. Lakini hiyo hatua ambayo rais amechukua, haya basi itawapa nguvu zaidi, kwa sababu sasa itafungulia mamlaka nyingine na nchi zingine ziweze kuingilia kati na kuweza kuwasaidia their allies. Jambo la pili ni kwamba kulikuwa na mawasiliano. Belarus hapo jana walikuwa nataka kuongea waone kama wataelewana. Kumbuka kwamba nchi ile ikasema na sisi kama mnaendelea hivyo tutasupport Ukraine, na sasa watu wajiandae kwa vita vya tatu vya dunia. Ndio wakasema sasa na sisi tunaingilia, lakini hayo maongezi hayakuweza kuleta uelewano wote. Walisema wataendelea kuongea siku za karibuni, lakini asubuhi ya leo jinsi tunapoendelea kuongea, nimeona kwamba magari yanaendelea kuelekea mji mkuu wa Kiev. Naona magari hapa yanaelekea, nasemekana kwamba msafara wa kilomita 64 wa magari ya kijeshi ya Urusi yameelekea mjini Kiev. Kwa hivyo si jambo ambalo ni rahisi, lakini la muhimu zaidi, sijui kama muliona yule mwanamke hapo juzi, yule mwanamke alikuwa anaongea na mwanajeshi wa Urusi. Najua walikuwa wanatembea na wana Urusi wakipita wanasema watu wanatufanana, wanaongea lugha moja kila kitu. Sasa kwa juu wanampiga nani? Maana vile wanafikiria wako na wenzao, wanapigwa marisa ndipo wanawamaliza. Sasa yule mwanamke mmoja akasema wewe ni nani na umekuja nchi yetu kufanya nini? Akamfanyia shere kidogo, akampatia kama mchanga mwingine, akamwambia weka nimekulaani, na akasema shikilia hivi ndipo utakapokufa labda kitu fulani kiweze kumea. That courage ya watu wa Ukraine to defend their own country, hiyo courage ya watu yenyewe is so encouraging that watu wanaweza kuwa so patriotic mpaka wanalinda nchi yao. Kwa hivyo tunazidi kuwaombea, na mahali ambapo wamefikia ni maombi tu yatakafanya kazi, na naona nchi zingine zimeingilia kati. Na labda kabla uniulize jambo jingine mliongea kuhusu jana, ni kwamba kuna wenzetu ambao wako Ukraine.
Nimeona nchi moja ya Australia, niliona ni Australia hapa ya Zanzibar iliweza imeshirikiana na ubalozi wa Ukraine kuwasafirisha watalii wake waliokwama visiwani humo. Lakini hata asubuhi ya leo nimeona Nigeria nayo imetuma ndege 2 ili ziweze kuchukua abiria ambao ni wa Nigeria ambao wamekwama kule. Sasa ndio maana tunauliza nchi zingine kama wako na wenzao kule, wako na wananchi wao kule, mbona wasichukue hatua kama hizo, na labda they can charter a plane and they do something else so that they can save the humankind wenye wako kule ambao ni wananchi wao. Haya basi. Na shukrani za dhati. Vile kumbuka kwamba Urusi ilikuwa imeweka vikwazo kwa mataifa mengi ambayo ni washirika wa European Union na kusitisha safari za ndege zisipite kwenye anga za Urusi. Tunashuhudia katika vile vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, huku mazungumzo yakiendelea kuhusiana na swala zima la vita. Sijui kwamba pale naona zimesalia dakika chache tumalize kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kipindi cha Morning Brief nimezea sana Anza na Bwana. Vile vile mpenzi mtazamaji, kukujuza tu kuna kesi ambayo kesi ufisadi iliyokuwa inamkumba gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado pamoja na msichana wake ama mtoto wake kidogo imesitishwa hapo jana kutokana na kwamba huyo mwanadada ama huyo mwanae ana mimba. Kwa hivyo ikawa kwamba kesi hiyo imeweza kusitishwa. Na vile vile kuna yale yalitokea pale jana mtandaoni, uliona kuna gari aina ya Prado, kuna zilikuwa sijui SL something ziliweza kuwa zimechapishwa rangi ya Jubilee ambao zilikuwa nyingi zaidi, karibu wengine wanasema ni 47, wale walihesabu kuna wanasema zilikuwa 60, ambazo vile vile zimezua utata zaidi mtandaoni. Kuna wale wanasema unajua Jubilee imetoa zile high end Prados to campaign for Raila, yet some people are dying of starvation and stuff. Na vile vile kuna wale pia wanakejeli wanasema kwamba kama hizi ni gari tu na William Ruto pia yeye anatembea na chopa nyingi tu, so hakuna tofauti. Sijui unawezaje zungumzia hilo kabla tuweze kumalizia? Nadhani ni jambo la kusikitisha, lakini tunaelewa kwamba huu ni wakati wa kampeni na bila shaka kuna fedha ambazo hutengwa kwa niaba ya kampeni wakati wa kampeni kama hizi. Na vile vile kumbuka kwamba serikali ina uwezo. Sasa swali ni je, wale watu labda ambao wanakufa kwa njaa, tunajua kuna kwamba baadhi ya kaunti kutoka kule North Eastern na Eastern Kenya zinakumbwa na baa la njaa, lakini kumbuka kwamba pia pale wamepokea msaada ingawa si mkubwa sana, lakini wamepokea msaada wa chakula, msaada wa maji na vyakula vya wanyama. Kwa hivyo nadhani kwamba serikali inajitahidi, lakini wakati huu ni wa kampeni. Kwa hivyo zile fedha zimetengwa kwa kampeni, zitatumika kwa kampeni. Wajua imekuwa ni kurushiana maneno kati ya wana Azimio na wana Kenya Kwanza. Wana Kenya Kwanza wanasema wa Kenya hustler anaendelea kuteseka ili hali magari ndo haya yanakuwa unleashed, na vile vile wengine wanasema hustler gani, na wengine wanatembea na magari na machopa pale. Unajua nilikuwa na fikiri zile gari kuhaya kama zilikuwa hired, kama hazikununuliwa, it's a lot of money. Basi kama I was thinking hii story ya I know people viongozi lazima watapatia wananchi pesa wakienda kuwazungumzia, sivyo? Wapatie 50-50 ama 100 ama nini. I think wananchi pia wanafaa kukataa zile pesa. Kama unakuja kutoa pesa kwa motivate wale wakupigie kura, wapatie pesa ambayo inazungumzika. Sio finje hata uwezi ukanunua mkate. Uwezi ukanunua hata maziwa. Like that one. Ndio maana nasema kama unakuja na uko na kitu kuachia wananchi lunch, usiwachie 100 is not even enough for flour ya kupikia ugali watoto. But at the same time we don't advocate for that. I know.
everyone, it leads to viongozi wabaya, it leads to politicians ukiingia pale wenye wanakupatia pesa ili hali we get the bad leadership and stuff. But the fact is they will always give out money. Wewe ndio wewe kula pesa, piga kura mahali unajua. That is the only thing you can do, because at the end of the day hata kuja aseme leo nimekuja AGR 50 useme mimi sitaki kwa sababu sitakupiga kura. You can't say that. Utachukua lakini wewe mwenyewe ndio unajua mahali ambapo utapiga kura. Tukimalizia kabisa, kuna ile swala la Mithika Linturi ambaye ni seneta wa Meru ambaye kesi dhidi yake ya uchochezi ilitupiliwa mbali, ile faili yake ilifungwa hapo jana. Sijui utalizungumziaje swala hilo kwa haraka tu? Kwa haraka tu, pengine kupanga nasema kwamba kidogo tangia mwanzo kikumbuka mimi nilikuwa nasema kidogo tu si kuona kosa la kwake, manake ni jina madoadoa sio? Na ile jina madoadoa basi likuwe ni jina ambalo ni muhali kulizungumza kwa watu kikatiba na kisheria, lakini kama aliko kwa kikatiba na sheria basi kidogo, ingawaje tunajua ama sisi kama Wakenya tunajua kwamba ilikuwa inatukumbusha mengi, lakini kidogo sioni hatia. Naam. Na vile vile yale mazungumzo kiyafuata vizuri, it was all about politics, you know. But we don't advocate wale wanaotupa cheche za matusi na vile vile kuchochea watu kwenye hizi siasa, ndio. Lakini mazungumzo yale vizuri ukiyafuata, sijui, lakini kuna kuwili. Kwanza yeye kuachiliwa naweza sema kidogo ni sawa, manake si yeye peke yake ametumia jina lile jina lile madoadoa. Ukiangalia vizuri kuna wengi hata kutoka upande mwingine pia wameshatumia jina lile. Kwa hivyo kidogo mimi nasema ni vizuri, na vile vile ni vibaya, manake lile jina madoadoa kwa upande mwingine linatukumbusha mengi. Unajua jina madoadoa liweza kutumika zaidi mwaka wa 2007 ambayo ileta vifo vya watu wengi zaidi. Kwa hivyo linakumbusha Wakenya. Kwa hivyo ni vizuri Kenya sawa politicians they shun the use of madoadoa because inakumbusha watu mengi, lakini lile kushikwa kidogo na kuachiliwa nasema ni sawa, manake ni kikatiba ama kisheria sijui kama jina madoadoa ni muhali kulitumia mbele ya watu. Na niliona pale hakimu Edna Nyaloti alisema kwamba upande wa mashtaka ulishindwa kuleta ushahidi ama kutoa ushahidi kuhusiana na kesi ile, lakini kumbuka kwamba kwa viongozi ukisema neno huenda likatafsiriwa kwa maana nyingi sana. Kwa hivyo kabla hujasema neno ama ukisema, eleza pale ule muktadha wako. Usiseme neno alafu kisha baadaye unasikia mtu amesema ulikuwa unamaanisha kitu fulani. Unajitokeza unasema hapana, sikuwa namaanisha kile. Basi kuna kitu kinaitwa decoding. Wakati ukisema neno, mimi naweza lielewa kivyangu, Videla naweza lielewa kivyake, Urina naweza lielewa kivyake. Kwa hivyo wakati ule umesoma neno fulani ama sentence fulani, hakikisha unafafanua zaidi ili wajue umesema nini, ndiposa tu pigane na huu uchochezi ambao umekuwa ukienea kwa mara kadhaa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo mwisho kabisa, sijui kama Urina Ontiri anaanza kuzungumza mwisho kabisa kabla tujangatuka hapa ndani. Kabla hajazungumza vile vile kuna jambo hapa pengine atazungumza nalo pia. Kuna jambo lingine hapa nimeona, kuna seneta ambaye ni wa Kitui, anaitwa seneta Enoch Wambua. Alichaguliwa kutokana na tikiti ya chama cha Wiper. Nasema huenda Kalonzo ama Azimio haitafanya kazi na One Kenya Alliance. Asema kwamba kulingana na mazungumzo ya kwao, ikiwa Raila Odinga anahitaji Kalonzo awe deputize, basi hiyo haiwezi fanyika. Ashakuwa deputy wake mara mbili na sasa hivi pengine aweze kurudisha mkono. Na vile vile wamesema wameweza kucheka na jadi na kuangalia kwa sababu ndio anasema vizuri, anasema ukweli. Tumeshuhudia hayo, Kalonzo mwenyewe amesema hayo. Lakini sasa akienda pale, what does he want? Kwa sababu amesema wana maono sawa. Acha ninukuu tu yale amezungumza. Sema kama I want to repeat what I had said as Wiper. We are not ready to deputize Raila. There is an issue with our stand. Kalonzo Musyoka deputized Raila twice in presidential elections, and Kalonzo had told the public that he had an agreement with Raila that in the 2022 presidential elections, whether Raila won the 2017 elections or not, Raila would have supported him
for presidency. Yeah, that has been said over and over and over and over. Tumejua kwamba walikuwa na makubaliano na nilidho makubaliano yale hayajawekwa wazi kabisa, lakini najua kwamba yeye kuingia Azimio la Umoja na anahitaji kutetea kiti cha urais ni vigumu kwa sababu already pale everybody knows kwamba atakayewania kiti cha urais ni Raila Amolo Odinga. Basi in case in 2 weeks time wakitangaza kwamba Kalonzo Musyoka ndiye atawania kiti kile cha urais, then it will be a surprise to all of us. Alafu vile amesema kwamba kwenye ule muungano wa NASA waliokuwa nao hapo awali, ODM ina ama iko na deni la One Kenya la Kalonzo, kunradhi, iko na deni la Kalonzo takriban shilingi milioni 70 na kufikia sasa hivi wamewalipa shilingi milioni 20 tu. Hiyo tu bado ni kikwazo. Na bado namaliza akisema kwamba I want to put the record straight that One Kenya Alliance is not joining Azimio la Umoja. My party leader has said that One Kenya Alliance has opened doors to negotiation and not joining Azimio. Ni jambo la kusikitisha sana tukizungumzia madeni ya NASA, na tunajua NASA hakuna, tuko na Azimio na vyama vingine. Kwa hivyo jinsi ambavyo nashughulikia masuala yale ni kwa njia yao tu wenyewe, lakini kuzungumzia kwamba kama Kalonzo ama One Kenya Alliance is not gonna join Azimio because they pretty well know kwamba hawatapewa the president position, basi waanze kujipanga na mapema, waache kutukanganya. Ndio maana nilikuwa ninasema kwamba watangaze msimamo mapema, kwa sababu hii we are negotiating, we are not joining, bado tunahitaji hiki na kile, it won't sit pretty well with the electorates. Naam, pengine tumalizie Orinontiri uongeze, utumalizie hapo, naona zimesalia dakika 3 tu tuweze kungoka hapa. Nimepaki tu kucheka kwa sababu standard railway gari the vehicle the train has left Nairobi station. Jamaa ameingia ndani ya train, anasema hilo gari likija sitapanda. Sasa uko tayari ndani bwana, gari linaelekea Mombasa? Au kanini? Unajua bado hajaingia, ni vinye amekanyagia tu pale, ameshikilia, huenda akaruka nje tena. Ndugu Mokaya, ni sawa kusema kwa sababu huyu jamaa amesema yeye sio msemaji wa One Kenya Alliance. Huyu anazungumzia Wiper. Wiper was a partner in NASA. NASA is dead. NASA is no more. So uweze kufufua waliokufa mwanze kunena nao. Now they are not coming to Azimio as Wiper. Kwa hivyo that guy needs to know the difference. Sasa ni Oka, anazungumzia Oka, and is not a spokesperson kwa Oka. Oka iko na partners wao wenye wanazungumza. Kwa hivyo hayo matamanio yake ni mazuri, ni mema kwa Wiper. Sasa let him limit himself to Wiper, kwa sababu yeye hawezi kujua gari lishatoka. Sasa awambo Wiper tena. Sasa hawa wako One Kenya Alliance, na One Kenya Alliance ndio wanaleta Azimio lao, kwa sababu wakisema sisi tumemchagua Martha Karua, sasa atazidi kusema mambo ya Kalonzo na labda wamesema ni Martha Karua na kuwa deputy. Unaona kitu kama hicho. So nayo wanasema kwamba walielewana, wanatuambia na kubaliana na masi kwamba sisi hatujui, tunaambiwa tu walielewana, hatujaona maelewano yao na hatujui ni nini kilikuwa. Kwa hivyo kwa yale tunaona, yale tunaweza kusema ni kwamba Wiper wako awamo katika makubaliano yoyote na ODM. Hata wakija Azimio hawakuji kuelewana na ODM, maana ODM is one of the partners. Jubilee wako wakati ambapo walikuwa Jubilee walikuwa wapinzani wao. Kwa hivyo yala anazungumza ni mema, lakini amepitwa na wakati. Jamaa washaingia ndani ya gari limetoka stage, sasa wako ndani, wamefika Thika Road, wanaendelea kwenda Mombasa, wamefika labda huko bado naona kuna ugumu mahali, manake Kalonzo ama the team One Kenya Alliance, kuna ile condition amesema pia they want the equal partnership, of which kidogo naona huenda ikakuwa ngumu. Sina uhakika naona ikienda ni vigumu zaidi, kwa sababu jinsi ambavyo alisema nakubaliana kabisa naye, kwa sababu kama tumeanza biashara
the amount I'm contributing, if it's 200,000 out of a million, I get that percentage in share in profits. Kwa hivyo hakuna way utaniambia kwamba utakuniletea watu 100, Videla niletea watu 1,000 and then you demand for equal share. Sidhani. Kwa hivyo bado ni ngumu kama kuna negotiations, wataendelea kuzungumza na watapata kwamba wamepitwa na wakati, wamepitwa na siku. At the end of the day, huenda Azimio pia ikaamua we don't want to work with One Kenya Alliance. Upate kwamba wamebaki peke yao pale. Then labda waende kivyao. Ni kweli kwa sababu unaona sasa, mimi nimeleta shares kwa meza. Nikasema buy as much as you can ili tuwe partners. Mmoja anunue 400, wewe ununue 100 na unasema we are equal partners. Haiwezi kuwa hivyo. Let them come. Sasa zingine unajua anashangaa. Ni kama vile Mudavadi alikuwa anasema kwamba yeye ndiye alikuwa anapatia Raila kura za Western. Lakini sote tunajua kwamba hata kama even though we are not supporting him, tunajua kwamba ni hayo ni uongo kabisa. Kwa sababu tunajua huyu jamaa anaweza kuchukua hizo vote peke yake even without him. Hata wakati ambapo Mudavadi amewania urais, umeona zile kura ambazo Raila alikuwa nazo kutoka Western. So hatuwezi kusema pasi kwamba watu wanakuja na watu wote. Unajua at times you can come useme wacha nikuje na watu, unajipata unaenda peke yako na una watu unachukua mezani. Ndio anazungumzia pande zote mbili. Nasema hata Mudavadi, hata vile hata tukizungumzia Wetangula, sio upande wa Azimio pekee. Hata jamaa wanakuja wanasema we want to be co-principals. But co-principals with what? Umekuja na nini? Mwingine anakuja chama chake amekivunja kimekufa, sasa anajileta anasema nataka kuwa co-principal. Nionyeshe what are you bringing to the table. Kwa hivyo langu ni kusema kwamba uwezi kuja when you know, wakati unajua umelemaa kidogo upande mmoja, uwezi kuja na matarajio yako, ukuje na vikwazo unasema kama sivyo sitaweza. Kwa sababu tunajua kwamba if you cannot garner such vote, uwezi kuja na a lot of expectations. Hiyo ni kuniashiria kwamba vile unaona mmeongea kuhusu Rigathi, na akasema vile ambavyo amesema. Nimeona Kilonzo Junior, Mtula Kilonzo akisema ni kwamba Rigathi anasema kweli kwa sababu hawa jamaa walienda peke yao. Kwa hivyo and there's another thing alisema kwamba walipojoin, hiyo ndio point yangu ya mwisho. Nataka kusema kwamba walipojoin, anasema they had a predestined destiny. Wakasema kwamba sisi ambapo tumeingia katika maelewano yetu, tunajua mimi ndio presidential candidate, na tunajua mahali tunaenda kutoa running mate. Wakasema wakamaliza, jamaa wameingia wanakuja na matarajio yao. Sasa nikupeleka katika Azimio last week, this weekend. Kumbuka Azimio walikuwa anasema, mwingine anasema mimi kwa maoni yangu niliona tu mpatie fulani, lakini kwa sababu wengine wamekuja nitahold kidogo, lakini ashasema. Unaona mambo kama haya. Na wengine wanasema maoni yao wamesema, lakini ni kwa vile mmekuja wacha tu hold kidogo. Kwa hivyo unajua ukija na watu wawili, unakuja kwa watu 10, mnaenda kupiga kura ndio mchague mtu. Utapenda kufanya any democratic process, you will just say wacha tuelewane tu kuelewana. But tukisema wacha tupige kura for democracy, utakataa kwa sababu unajua una numbers. I think Wakenya wamerevuka, na wakati mwingi watu, the only moment labda tutasaidika ni wakati ambapo these players will not be there in such an election. Then we get the new blood kabisa. Watu tunawazungumzia wakati ambapo wametoka uwanjani, then we will get the right people, maybe then. Asante sana. Pengine tutamalizia hapo hii leo, naona dakika 4 zimepita. Sijui Rino Ntiri utazungumza lako la mwisho tuweze kung'atuka hewani, kwa tukaribishe mipango mingine. Kutoka Dallas Fort Worth, wala ambao wamepoteza wapendo wao, tunatuma risala zetu. Mungu wafariji na kuwanemesha wakati huu wa majonzi, na vile vile tunawaombea kwamba muweze kuwa na faraja. Na at the same time, this is March, we welcome you to the new month. You never know, new things, new tidings, you never know what it holds for us. Tukijiombea tusiwe wabinafsi.
tukumbuke watu wetu wa Ukraine, nao ni binadamu wanateseka, na wale watu wako na njaa, wale wako na maafa. Kumbuka at least one more person unapojiombea leo, uombee na huyo mwingine. Have a wonderful blessed March 2022. Shukran za dhati. Pengine kumalizia nitakujuza, naona pale the Azimio team wametoa ratiba ya kwao siku ya Jumatano tarehe 2 Machi watakuwa kaunti ya Nakuru, huku siku ya Alhamisi tarehe 3 Machi watakuwa Kisii pamoja na kaunti ya Nyamira, tarehe 4 watakuwa pale Bungoma, tarehe 5 watakuwa Machakos, vile vile tarehe 6 watakuwa Nyeri County, tarehe 8 watakuwa Maralal ama Baragoi, tarehe 9 watakuwa Wajir, tarehe 10 watakuwa Kisumu, na vile vile tarehe 12 ndio kutakuwa na Azimio Delegate Conference pale Nairobi. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, tuonane siku ya kesho kwenye mpango kama huu wa Morning Brief. Hizo ni siku 12 ambazo ni idadi ya siku ambazo Ruto atakuwa pale ugaibuni, na wanasema wadadisi wa siasa kwamba Kalonzo Musyoka ni mwanamume ambaye anashikilia hatma ya Azimio la Umoja. Sijui ukweli wake ni upi, lakini kufikia hapo hatuna la ziada. Tunaweza kuendelea kuzungumza zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Facebook tuko kila wakati, na vile vile kumbuka kwamba application yetu ipate kutoka Google Store. YouTube channel yetu ni HR News. Basi endelea kusubscribe pia na kuweka ile alama ya kengele on, ili utaarifiwa wakati kuna mpango unaendeshwa mbashara ama video mpya ambayo imewekwa pale. Mwisho kabisa na kutakia kila laheri, kuwe na siku njema, mwezi mwema wenye baraka, na vile vile usikose kujiunga na mwenzetu pale kwenye kipindi cha Fukuza Umaskini kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Kwa hayo, kwa heri. Naitwa Masi Ontita. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu